Ahadi ikishafika twapaswa kusubiria. Ndugu yetu Ibrahim wema alitutendea, alikuwa mkarimu, kila mtu amjua, tena na kubwa nidhamu kwa walimu wenza pia. Aliipenda elimu, darasani hudhuria, kutwa maneno matamu mdomoni ayatoa, mcheshi sokwisha hamu kwa kila anomjua, kila mtu muheshimu hata asomtambua, sifa zake mahamu ni nyingi zisona doa. Daima twakuombea kwa Mola wetu jalia. Awali ya yote hatuna budi tukamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwafikisha wachache miongoni mwa wengi kuhudhuria katika siku hii adhimu, kuhudhuria katika dua hii ya kumwombea ndugu yetu, kipenzi chetu, mpendwa wetu, na ni katika safari ya kila mtu. Basi kwa kile kitendo cha Mwenyezi Mungu kutujalia, kutufanikisha kuhudhuria tena katika hadhara kama hizi, hapana budi kwa uchache, kwa zile kudura zake na uwezo wake kutufikisha hapa, tukasema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu watukufu wa Waislamu, kama tulivyosema, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumwombea dua ndugu yetu, mpendwa wetu, kipenzi chetu, kama tunavyoamriwa katika Qur'ani na katika maandiko ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaambiwa basi yeyote atakayetangulia mbele za Mwenyezi Mungu, kitakachomsaidia huko alipo, kitakachomwokoa na adhabu za Mwenyezi Mungu, hakuna chochote zaidi ya kuombewa dua. Na ndio maana leo hii tumehudhuria hapa kwa lengo la kutekeleza agizo hilo. Kwa kuwa tunampenda na tunamtamani, basi tutaendelea na dua. Huu ni mwanzo, mfululizo haya yataendelea kila kukicha. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, kila nafsi itaonja umauti, yani kila kiumbe ambacho kina nafsi, kama tulivyoahidiwa katika Qur'ani, lazima kitakufa. Awe ni binadamu, awe ni mnyama, awe ni mdudu, kikubwa ni kiumbe chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekipa uhai. Lakini Mwenyezi Mungu hakuishia hapo, akasema hivi, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anarudi kwetu sisi binadamu pamoja na majini, anasema bila shaka tutawapa malipo yenu siku ya Kiyama. Yani sisi binadamu na majini, malipo yetu ya mwisho yapo siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu akamalizia na kusema, faman zuhziha 'anil nar, basi na atakayeepushwa siku hiyo na moto, wa udkhila aljanna,
na akaingizwa peponi, faqad faz, kwani hakika mtu huyo amefaulu. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa si lolote si chochote maisha ya duniani, maisha ya ulimwenguni hayana thamani. Yani kwa maana maisha ya duniani si chochote si lolote, isipokuwa maisha yenye maana na ya msingi ni maisha baada ya kuondoka katika mgongo huu. Sasa tujitathmini ndugu zetu, tujitathmini ndugu zangu, pamoja na kujitathmini nafsi yangu, tujiulize, leo hii ikitokezea Mwenyezi Mungu akaichukua roho yako, Mwenyezi Mungu akaichukua roho yangu, je, jihesabie, utakuwa katika wale ambao watakaofaulu katika maisha ya akhera ama watakaofeli? Kumbe ili ufaulu, Mwenyezi Mungu tayari ameshaweka mwongozo. Mwongozo upi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake, akawaambia, mwenye kunifuata mimi ni mtu wa peponi, lakini mwenye kuniasi mimi ni mtu wa motoni. Masahaba wakauliza, ya Rasulullah, mwenye kufuata wewe kivipi? Yani mwenye kunifuata mimi na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ameniteremshia juu yangu na kuwaelekeza nyinyi umma wangu, basi huyo akiyafuata yote hayo atakuwa ni mtu wa peponi. Lakini kinyume chake, mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu ama mwenye kuyakataa yote ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza ulimwengu mzima, na mimi pia nikayakemea, basi mtu huyo akiyafuata haya ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, huyo ni mtu wa motoni. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, wama tadri nafsu madha taksibu ghadan wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Mwenyezi Mungu anasema hakuna nafsi yoyote ulimwenguni inayojua kesho kuna nini, kesho nitatuma nini, kesho nitanikuta lipi. Yani kila mtu hapa ukiuliza nafsi yake, kesho kuna jambo umeliplani hujaliplani, kila mmoja atakwambia nimeliplani, nimepanga nikiamka asubuhi niende kwa rafiki yangu, nimepanga nikiamka asubuhi kesho Jumatatu niende kazini, nimepanga nikiamka asubuhi niende nikamtembelee mtu ama nikamtembelee mgonjwa ama nikafanya kadha wa kadha. Kila mmoja ukimuuliza kashapanga lake, lakini ule uthibitisho wa 100% hakuna anayefahamu zaidi ya nani? Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema hakuna wanadamu yote anayefahamu, hakuna nafsi yote yenye kujua kesho atatuma nini. Akamalizia hivi, wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut, hakuna nafsi yote ambayo inajua atakufa katika ardhi gani. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. Mwenyezi Mungu tunakuomba kupitia Qur'ani hii, aya hizi, nyaradi hizi, kikao hichi, Mwenyezi Mungu tunakuomba warehemu ndugu zetu waliotangulia mbele za haki, umrehemu ndugu yetu Ibrahim walipo. Mwenyezi Mungu waepushie, waondoshee ndugu zetu adhabu za kaburini. Mwenyezi Mungu yajalie makaburi yao yawe kama vile ni viwanja vya peponi. Mwenyezi Mungu tujalie
tujalie siku ya mwisho tutaenda peponi. Mwenyezi Mungu, na sisi tuliobakia na vizazi wetu na ndugu zetu, Mwenyezi Mungu tujalie mwisho uliokuwa mwema. Mwenyezi Mungu, kila aliyehudhuria hapa na ndugu yake asihudhuria hapa na mpendo wake asiyekuwepo hapa, Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie mwisho uliokuwa mwema, tuongoze kuyafanya matendo mazuri, matendo mema unayaridhia, utuepushe na katika matendo ambayo huyapendi. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kila mmoja kati yetu na wapendwa wetu, Mwenyezi Mungu tujalie tuweze kuitamka kalima tukufu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kabla ya mauti wetu. Mwenyezi Mungu, maisha duniani si chochote siku zote, Mwenyezi Mungu tuepushe na maisha haya kutokana na kufanya mambo yasiyo kheri. Mwenyezi Mungu tuepushe na yale ambayo si mazuri. Mwenyezi Mungu tunakuomba tulinde na vizazi vyetu, tulinde na hasad na shari za walimwengu. Agena ukwa pamoja, ndugu yetu kututoka, ahadi imefikia, ila kwa Mola wabuka hawezi kutukosea. Ahadi ikishafika twapaswa kusubiria. Ndugu yetu Ibrahim wema alitutendea, alikuwa mkarimu, kila mtu amjua, tena na kubwa nidhamu kwa walimu wenza pia. Aliipenda elimu, darasani hudhuria, kutwa maneno matamu mdomoni ayatoa, mcheshi sokwisha hamu kwa kila anomjua, kila mtu muheshimu hata asomtambua, sifa zake mahamu ni nyingi zisona doa. Daima twakuombea kwa Mola wetu jalia, adhabu kuepushia, peponi kuingia, na sisi takufatia siku zikishawadia, kubwa tunaloombea peponi kutania. Ni huzuni walimu twahuzunika, ni huzuni wazazi majonzi mewafika, ni huzuni wanafunzi majonzi yanatoka, ni huzuni imetufika. Sisi ni wenzako, hilo unalitambua, sisi ndugu zako, daima takuombea, pia mama yako tutamfariji pia, wote ndugu zako, sisi ni wa kwetu pia. Daima twakuombea kwa Mola wetu jalia, adhabu kuepushia, peponi kuingia, na sisi takufatia siku zikishawadia, kubwa tunaloombea peponi kutania. Ni huzuni walimu twahuzunika, ni huzuni wazazi majonzi mewafika, ni huzuni wanafunzi majonzi